Habari nyote, tunasalimu watu kutoka DRC Congo, kutoka Tanzania, kutoka Kenya, kutoka nchi tofauti ambayo wanatumia lugha ya Swahili. Kwa video ya sasa nataka tuongelee katika application yetu mpya ambayo inaitwa IGT Network. Tuliwahi kuikaa tukajiwaza, tunakuta kuna shida za MBs kuisha mbio. Watu wengi wamepata shida hiyo. Unaweka MBs kwa dakika kidogo zinaisha hapo hapo na haujafanya chochote. Unaweka MBs kwenye simu yako kama hii, kwa dakika moja, dakika mbili unakuta zinaisha. Unauza MBs ama Wi-Fi packets zinaisha haraka kwa sababu kuna program ndani ya simu ambayo zinaiba MBs yako, ambayo zinatumia data package yako kwa mfano sioonekana kwa macho. Hiyo tunaita background data. Kwa namna mnaona hii picha inaonyesha namna hii application inatumia data kwenye background. Hauwezi kuiona kwa macho, lakini hii inazitumia. Kwa hiyo sasa tukajenga hii application yetu ambayo inaitwa IGT Network. Hii application ita control application zote, program zote kwenye simu yako itazicontrol ili zisije zikatumia MBs mingi ama Wi-Fi bando mingi. Kwa hiyo sasa, mbele ya hatujafika mbali, naambia kwa majina mnaongea na Seti. Mimi ni developer, najenga ma website, najenga tovuti, najenga application, program za simu, hata na vitu vingine tofauti. Kwa namna mnaona leo nimekuja na simu mkononi kwa sababu hii application inatumiwa kwenye simu peke yake. Tukishuka hapa, kwanza tunaenda kudownload hii application. Tukishamaliza kudownload kwenye simu ndio tunaona namna ya kutumia. Hapa utakuja kwenye simu. Ukishafika kwenye simu utabonyeza kwenye Play Store, na ukishafika utaandika neno IGT Network. Ukishapata hii application utaidownload kwenye simu yako. Kwa hiyo sasa ikishafika ndio tunaanza kuiseti ili ianze kutumika kazi yake. Tunaenda kuseti application. Hii application nzuri sana. Kila yote ataweka hii application kwenye simu yake, MBs zake hazitaisha mbio kamwe. Zitaisha polepole, na hizo application za kuiba MBs zako data hazitaongeza kamwe. Kwa hiyo sasa hii ni application ama ni program ya simu ya maana sana. Kwa hiyo tunaanza kuiset kwenye simu, tumedownload tayari. Kwa hiyo tunaenda kuitumia. Na mnavyoona hapa, hii ndio application yetu IGT Network. Tutabonyeza, ukishafungua kwa mara kwanza utapata hii neno, utabonyeza kwenye okay. Utangoja. Hapa wanatuambia used data access. Hapa ni kuitikia application yetu ama program yetu kucontrol ama kujua simu inatumia MBs ngapi. Hii application kama ni TikTok, kama ni YouTube, kama ni application gani, inatumia MBs ngapi, ingetumia ngapi kwa kawaida. So ili iweze, unapaswa turn on hii bar. Unakuja hivi IGT Network, unabonyeza hivi. Ukisha unabaki nyuma kwa moja hivi, wanakuuliza IGT Network send notification. Kama kutumia notification, unabonyeza kwenye allow. Ukishabonyeza unakuja hapa kwenye okay. Ukishafika hapa kwenye okay, mnaona inaonyesha status not protected. Kwa hiyo simu yetu haijaanza kulindwa. Nini italindwa? Ni tunaita firewalls. Kusema hiyo ndio inasababisha MBs kuisha mbio ama polepole. Lakini tukishafungua firewalls protection kwa kupitia hii application yetu, ndio simu itaanza kutumia MBs polepole. Kwa hiyo tutakuja tuponyeze kwenye hii neno start protection, anza kulinda ama kulindwa. Tabonyeza hapo. Kishabonyeza hii maneno itabadilika, itakuwa status protected. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili, tutakuja hapa
kwenye manage apps utabonyeza. Ukishabonyeza hivi utangoja kidogo. Unaona hizi ndio application zote tunatumia. Hizi zote zinabeba MBs. Unaona? Hizi ni mingi sana. Jiulize namna gani MBs yake itakaa kwenye simu, na japo hizi application zote tunaona hivi zinatumia MBs. Na japo kama hii Exender haingeruhusiwa kutumia MBs kwa sababu haihitajiki kwenye online. Tukipanda hapa hata kwenye setting na inatoa MBs, haingetikiwa kutoa MBs. Hata na Xshare unaona hizo zote zinatoa MBs, na japo ni za offline, hazitumii mtandao, lakini zinaendelea kuiba MBs. Ndio maana unaweka MBs inaisha haraka. Ndio maana unauza data za wifi zinaisha haraka. Hiyo ndio shida. Kwa hiyo sasa tutakuja hapa. Tuna hapa mabathan tatu. Kuna block apps, funga application. Hapa ya pili ndio ya blue ndio kufungua, na hii ni select all, kuchagua yote. Kwa hiyo sasa tunaenda tukafunge hizi application zote. Tunaenda kuzifunga kwanza zisije zikatumia internet tena kabla hatujaruhusu. Pana ruhusa. Kwa hiyo tunakuja kwenye select all. Tunabonyeza hivi. Unaona application zote ziko selected. Zikishakuwa selected zote hizi tunaenda tukazifunge kwenye mtandao. Tutabonyeza kwenye block apps. Tuna block, wanatuonyesha hii neno 76. Unaona hizi zote wamezifunga. 76 zinafungiwa ili zisije zikatumia internet. Ni kusema hizi zote nazifunga. Ukizifunga hivi haziwezi zikaingia kwenye mtandao. YouTube haiwezi kutumika, WhatsApp haiwezi kutumika, kila kitu hakiwezi kutumika kwa sababu zikataza kutumia MBs. Kwa hiyo ndio maana unajiwazia moyoni mwako unasema application ambayo unatumia ni ya wapi sasa? Kwanza zote tumezifunga. Kwa hiyo kwa mfano mimi nataka nikuje natumia WhatsApp, nikuje natumia YouTube, Chrome. Hizo tatu peke yake zinatoa ama zinatosha. Ndio unakuja kuzi unblock na kuja kwenye block. Hata wakati unaanza kuselect all ama kuchagua yote, kama hautaki kuchagua hii unaweka hivi, usije ukaichagua kwa zenye utafunga. Lakini mimi naonyesha kwa mfano ili ujue kublock na unblock, kufunga na kufungua. Kwa hiyo sasa nakuja kwenye unblock. Mnaona hizo application zote tumezifunga zikatumia network. Kwa hiyo wewe jiulize application ama program ambazo unatumia kwenye mtandao ni za wapi, ili ndio ufungue peke yako. Na ukitaka kila siku unaweza ukasema leo nitatumia WhatsApp pekee. Ndio unakuja zote unazifunga, unafungua WhatsApp. Ama unasema leo nitatumia WhatsApp, nitatumia na YouTube, unazifungua, zingine zote unazifunga. Itakusaidia sana. Shida ya data kuisha mbio, MBs yako haitarudi kamwe katika simu yako. Kwa hiyo tunakuja hivi. Tunaenda kwa unblock. Tunakuja kwenye nataka nitumie application moja kwa moja. Unaweza tukalisearch hapa yenye unahitaji, kama ni YouTube, kama ni nini, andika hivi, una select. Kisha select unafuta hivi, unashuka na select nyingine, kama ni WhatsApp unayo nataka kuitumia. Zingine tuone zingine ambazo nitatumia, na Google na nitaitumia. Kwa leo hii WhatsApp nitatumia. Play Store sitatumia leo. IGT network nitatumia leo. Gmail nitatumia. Hizo zinatosha. Zingine zote zinanibeba MBs lakini hazina faida. Ni za offline. Hata ufunge network zinatumika lakini zinaendelea kubeba MBs yako. Hiyo ndio kuiba MBs yako. Kwa hiyo sasa hizi ambazo tumeselect tunaenda kuzifungua. Tutakuja hapa tubonyeze kwenye unblock selected. Fungua zenye zimechaguliwa. Kwa hiyo tunabonyeza kwenye unblock selected. Kusema hizo zinaruhusiwa kurudi kwenye mtandao. Hii itakusaidia nini? Ukishafanya hivi, hii application itakusaidia na kuchunga traffic za MBs na wifi kupitia kwenye firewalls ya simu. Ndio inalinda simu kutotumia MBs mingi. Hii ni app ya maana sana. Haitatumika hapa nchini African peke yake, hapana, inatumia
duniani popote. Watu wengi wameshaijua, wameanza kuidownload. Ndio maana na wewe ufike upate application ili ikufaidie ama upate faida kutoka kwa hii application ama program yetu. Hii program yote ni kwa bure, hakuna pesa. Ni bure, just sisi tulitaka kusolve mashida, kutatua shida za MBs ili tusaidie wetu yetu kwenye Afrika na nchi zingine tofauti. Kwa hiyo sasa, hii ukishamaliza, mnaona kuna wakati unataka kuifunga ili zote zianze zikatumike. Utakuja kwenye clear cards and clear storage. Utakuja kwenye clear storage. Unaweza kuzifungia hata kule, lakini hapa nataka kuonyesha wakati hautaki kutumia hii application. Ndio unakuja kwenye clean storage. Una clean. Hapo tuna clean cache. Ukishakuja hapo unarudi kwenye clean storage. Utabonyeza hivi, watakupatia maagizo ya namna utafuatilia kupitia hii button. Lakini ukishafanya hivi, data zako zote zitatoka. Unaweza kuuliza, data siseme hizi za MBs na hapana, nasema mambo ambayo ina save kwenye hii application. Mambo tuna save ni mambo mbili peke yake. Mambo ya kwanza ni kujua application ambazo mtumiaji wa simu ameblock ili zisije zikatumia internet ni vipi, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Majina yao ya hizo application ama hizo program ni za wapi. Hiyo ndio application yetu tunaweka. Hiyo itatoka, nikusema application zote zitarudi kwa mtandao. Na MBs yako zitaendelea kuisha kama kawaida. Ndio maana inakuwa vizuri kila siku utumie hii application yetu. Itakusaidia, na ikishakusaidia utuandikie, kwa sababu hii application yetu, na kwa namna nilivyoambia, iko secure, inalindwa na Google. Google waliverify, wakaingia kila kitu, wakacheki, wakakuta hii ni application nzuri ya kutumia watu yote duniani. Ndio maana utaipata kwenye Play Store. Kwa hiyo kuna alama hapa ya setting mnavyoona hapa. Hii alama ukibonyeza hivi itakuonyesha setting. Hii setting kuna neno ya kwanza, app guidance. App guidance hapa ni mafundisho ya namna ya kutumia application yetu kupitia lugha ya Kiingereza. Ukibonyeza hapa kwenye visit website ni kufika kwenye tovuti yetu. Tuna tovuti yetu ambayo inafundisha vitu tofauti katika teknolojia. Wakati tunataka kujifunza teknolojia, hii tovuti yetu itakusaidia. Kuna hapa about developer. Ukibonyeza hapa utapata maneno mengi ama makusudi ya developer ambayo amejenga hii application. Ukibonyeza hapa share apps, hapa ni kupatia wenzi yako ama kuwajulisha mambo ya hii application. Hii application ama program ya simu hii ni nzuri sana, itasaidia wewe hata na familia yako wakati wote duniani. Hii application imekuja kutatua shida ya MBs kuisha mbio. Hii application usione inafika hapa kwenye Play Store unadhani kitu teketeke, kwa sababu makampani mengi ya kutumia telecommunication, hizi ma Telecom, ma MTN, ma Tigo, ma Airtel, wote waligombana ili hii application sije ikapatikana. Lakini kwa sababu tumeijenga kwa secure, kwa sababu tumeijenga kila kitu, ndio Google ikaitika, hapana, hii application tunahitaji ifike kwenye Play Store, watu waanze kuitumia, haina shida yoyote. Kwa hiyo sasa bonyeza kwenye link chini ya video yetu ili uweze ku download application. Ama unaenda kwenye Play Store ya simu yako, una search ama unatafutisha IGT network. Ukishapata download. Ukisha download utatuambia unaionaje kwenye Play Store. Kuna mahali ya kuandika advice ama comment ya namna unaona hii application na kutupatia stars ama review. Kwa hiyo sasa endelea baki nasi. Tutajenga application tofauti. Tuna hata na zingine ukibonyeza kwenye hii link chini utaona ma application mengine. Kuna application ya kuandika PDF document, kuna application ya kuscan, kuna camera application. Hiyo ni kamera nzuri, tutaiongelea ingine siku. Haya, asante kwa nasi, tunakualika kwenye
hii channel yetu kubaki hapa, bonyeza kwenye subscribe button ili uweze kujiandikisha. Mtu yote ambaye amebonyeza kwenye subscribe button na kisha bonyeza kwa hiyo kengele, ukisema wakati tunaweka video mpya atajulishwa mbele ya wengine wote. Haya, asante sana kwa nasi. Ukiwa na shida yoyote utatuandikia kwenye nambari yetu. Utaiona hapo kwenye screen yako, hapo kuna nambari yetu ya WhatsApp. Ongea nasi. Kila kitu tutakusaidia. Haya, bye bye.